Yo, once again, this is Mligo FX, na kwenye hii video ya leo nitakwenda kukuelezea ni namna gani unaweza ukafanya analysis au unaweza ukachambua soko kwenye forex na kuweza kujua wapi unaweza ukapata entry yako, wapi unaweza ukafanya maamuzi yako na kujipatia faida. Sasa basi, kwenye hii chati kama unavyoweza kujionea kwamba market ilikuwa ipo kwenye uptrend ikielekea juu hadi hapa, lakini tumefika kuona kuna strong move, kuonyesha kuna sellers wameingia hii sehemu. Kama unaweza kujionea kuna impasse ili eneo toka hapa candle imetoka kwa nguvu sana kushuka chini, kuonyesha sellers wamepata control. Sasa basi, hii ni kwenye time frame ya 1 week. Tunakuja kujionea kwamba tumepata impasse hapo, tumefika hadi hapa chini. Kwa hiyo tuna expect kwamba lazima tupate pullback kidogo, kupata pullback kidogo ili tuweze kuendelea na direction kushuka chini. Sijui kama unaweza kuielewa hiyo. Kwa hiyo sasa hapa kitu ambacho nataka kukielezea ni kwamba ni namna gani sasa unaweza ukapata opportunity hapa ya kuseli ama la kubai. The point ni kwamba kwa sababu tumeshaweza kuona kwamba market imeshafanya impasse au imetokea impasse. Kwa hiyo tunachotakiwa ni kusubiri hii pullback ifike maeneo haya au eneo hili na tuweze kuelekea chini. Sasa sisi tunataka kupata profit katika hii zone. Tunafanyaje sasa? Okay, mwanzo kabisa nitaweka line yangu hapa juu. Yes, nitaweka line yangu hapo hapa, then nitakuja tena nitaweka line yangu nyingine hapa kwenye hii recent low. Sijui kama unaweza kunielewa hapo kwenye hii recent low. Hii ni time frame ya 1 week. Kwa hiyo tutatoka kwenye time frame hii, tutakuja kuangalia kwenye time frame ya 4 hour. Tukija kwenye time frame ya 4 hour ni kama tunavyoweza kujionea chati yetu imekaa kama hivi. Sijui kama unaweza kuona chati yetu ilivyokaa. Kwa hiyo tunakuja kuona kwamba hapa chini tuna hii low ambayo tumeipata katika high time frame. Na tukija kuzoom hapa vizuri tunakuja kuona kwamba market ili break hii zone hapa. Ili break hii zone. Ngoja tuweke trend line. Ili break hii zone. Hii zone imekuwa blacked kama unaweza kujionea hapo. Na recent low ilikuwa ni hii hapa chini. Kwa hiyo sisi tunataka tupate opportunity ya kubai, kwa sababu tumeona hapa juu kuna break of structure. Sasa basi tutakuja kuangalia ni sehemu gani tunaweza tukasema ni point of interest. Tukiangalia hapa vizuri tunakuja kuona kwamba market kabla haija break hii zone hapa juu, hii movement ya kuja ku break hapa zone, kuja kuvunja hii sehemu, ilikuwa imeanzia huku chini. Tangaza kidogo. Hii moves ya kuja ku break hapa
ilikuwa imeanzia huku chini. Sijui kama unaweza kunielewa hapo. Kwa sisi tutafika kuangalia kendo ya kwanza ambayo ilisababisha movement ya kwenda juu na kuja kuvunja hapa. Sijui kama unaweza kuelewa. Kwa hiyo tunachokuja kukiangalia hapa ni kendo ya kwanza, first kendo, ambayo ilianzisha hii movement na ikasababisha hii price kuja kuvunja hii zone. Namaanisha hii high. Okay? Kwa hiyo tutaweka low yetu hapa. Kwa maana kwamba hii zone, kwa maana kwamba hii zone ndio ilisababisha tupate market break of structure. Natamani niweke hapa order blocks ili uweze kunielewa vizuri. Nitaweka hapa kuonyesha kuweka kwenye hii order box. Yes, nitaweka hapa. Hii ndio zoni ambayo ilisababisha price ikavunje pale juu. Sijui kama unaweza kuiona hii chart sasa vizuri. Okay? Kwa hiyo badala ya price kuja kwenye hii zone, tunaweza kuona ilifika kwa mara ya kwanza hapa, lakini haikuweza kuingia kwenye hii kendo ya kwanza ambayo ilianzisha hii movement kuja kuvunja huku. Ilikuwa haijagusa vizuri. Kwa hiyo sasa market ikaenda tena juu, ika break zone nyingine, ikarudi tena chini kuja kwenye ile zone ambayo ilikuwa ni first candle before the big move. Okay? Kwa hiyo tunakuja kujionea hapa candle yetu sisi ya kwanza ilikuwa ni hii hapa kwenye hii zone ambayo nimeweka hapa. Sasa basi, kwa sababu tumeshapata confirmation kwamba market ilifika hadi kwenye hii zone yetu, kwa hiyo tunaamini kwamba au tuna uhakika kwamba hii bei itaendelea kwenda juu kwa sababu imeshafika kwenye zone ya interest. Kwa sisi tutaendelea na msimamo wetu wa kusema tutatafuta opportunity ya kubuy kwenye hii chart. Okay? Kwa hiyo tutazoom kidogo hapa, tutakuja kuangalia vizuri sasa kwenye recent price. Kama unaweza kujionea hapa, hii ndio recent price. Kwenye hii recent price tunakuja kuona kuna hii shift. Market ilikuwa ipo inaenda chini, lakini hapa juu imebreak hii high kuonyesha market imeshift. Kama unaweza kuona hapo market imeshift kwa maana imebreak kwenda juu. Kwa hiyo tunategemea sasa hii price baada ya kutoka hapa kuja kushift hapa, tunategemea hii price irudi hapa ndani na tuweze kufanya maamuzi ya kubai. Sasa tunafanyaje ili tuweze kupata opportunity ya kubai hapa? Kwa hiyo tunachokifanya hapa ni sisi kwanza tutaangalia, kwa sababu price imeshift hapa na imeonyesha kulikuwa kuna momentum. Kama unavyoweza kuona, hii ni momentum kutoka hapa. Candle zimekuwa za nguvu sana kupandisha juu. Ukiona hapa ni candle ambayo ina imbalance na ina efficiency. Umeshaona? Kwa hiyo tunachokifanya sisi hapa, tutakuja kuangalia first candle yetu ya kwanza ambayo ilisababisha move. Ushaona? Tunakuja kuona candle yetu sisi ya kwanza. Sorry, niweke hapo zone ili uweze kuelewa. Candle yetu ya kwanza
ni hii hapa, ambayo imesababisha move ianze hapa yenye impasse. Nakuja kuweka zone yetu ni kama hii. Kwa tuna expect kwamba hii price ni lazima kwanza irudi kwenye hii zoni ili tuweze kuendelea kwenda juu. Yani inamaanisha kwamba tunacho expect hapa ni price ielekee upande wa juu. Kwa hiyo tutafika kuangalia zoni ambayo tunaweza tukaweka kama ni target. Naweza nikasema labda in a long term target inaweza ikawa ni hapa. Nitapendelea niweke hapa. Hii itakuwa ndio target yetu. Hii ndio itakuwa target yetu. Kwa hiyo tunasubiri kwamba hii price sasa irudi hadi hapa na tuweze kubai kufika kwenye bei ya 165.42. Kwa hiyo unaweza ukalifine kwa kushuka kwenye time frame ya chini kidogo. Kwa mfano hii ni 4 hour, unaweza kuangalia kwa time frame ya 1 hour kuangalia je, chart yako imekaaje. Ukiweza kufanya trading kwa mtindo huu utaweza kujionea matokeo tofauti sana, na utaweza kuwa na confidence ya kuweza kufanya trading kali yako. Sasa basi ukija kwenye 1 hour tunakuja kujionea kwamba price iko kama hivi. Kwa hiyo tunakuja kuona kwamba kama tulivyoweza kuona kwenye time frame kubwa, na huku chini imekuja kutuonyesha kitu kile kile. Kwa maana bei hii ilikuwa imeanzia hapa chini na ikasababisha kuja kuvunja hapa. Na maana hii ndo shift ilikotokea kwamba market ilikuwa inashuka chini, ilifika kwenye hii zone hapa chini ikawa imefanikiwa ku gain control ya kupata tena impasse ya kurudi juu, ambayo ikasababisha hapa shift. Kwa market imebadilika sasa, itakwenda juu. Sijui kama umeanza kunielewa hapa. Kwa hiyo hapa kuna shift imefanyika. Kwa hiyo market lazima irudi hapa ndani na then tupate move ya kwenda juu. Okay? Kwa sasa hapa tutaconsider nini? Kwa sababu tukiangalia hapa chart yetu vizuri inatuonyesha kwamba hata kwenye hii zone kulikuwa kuna kendo ambayo ilisababisha movement kubwa, lakini sisi hatutaitumia hii hapa, kwa sababu hii hapa inaweza ikawa ni kitu kinaitwa inducement. Ni sehemu ambayo sio valid kwa kuchukulia trade, ila sehemu valid ya kuchukulia trade ni hii sehemu ya chini ambayo moves imeanza. Ina maana ukiangalia hii sehemu unakuja kuona kuna supply kuna demand kubwa. Ukiangalia ile eneo, hata ukiangalia hapa unakuja kuona hii ni invalidation point kwenye hii zone ambayo nimeweka hii mstari. Hii ni invalidation point. Kwa sasa sisi tutafika hapa na kulifine vizuri kuangalia je, sehemu gani tunaweza tukaweka entry yetu na tukawa tuna risk management nzuri. Hii ni chart ya 1 hour kama unaweza kujionea. Kwa hiyo nitajaribu minimize kidogo kwenye hii first candle ambaye inaonyesha kwa na demand ya kutosha. Then nitafika kuangalia je, kwenye dakika 15 chart yangu inanionyesha nini. Okay. Nikizoom in na kuja kuona kwamba market yangu inanionyesha kwamba tayari shift ilitokea pale, lakini market inafanya move ya kushuka down kuja kwenye zone ambayo ilikuwa
imeanzisha move, yani sehemu ambayo itakuwa ni sehemu nzuri ya kununulia na maanisha. Kwa sasa tunafika tunaangalia vizuri katika hii zone ambayo tulipata kuona kuna demand ya kutosha. Tukija hapa tunaweza tukajionea kwamba kuna bado moves yake haijakaa vizuri sana kueleweka, lakini tukiangalia kwa hapa tunaweza kuona tukiangalia hapa tunaweza kuona tukasema hii ilikuwa ni high ikawa blacked. Kwa hiyo kama tumepata hii ni high ilikuwa blacked, tutakuja kuangalia je, ili eneo la ndani, kwa maana hapa tunataka kuangalia sehemu nzuri ambayo tutaweza kuifanyia hii biashara ili kupunguza hasara. Yes. Kwa sasa tutafika kuangalia je, baada ya kuona kuna hii high ambayo ilikuwa imevunjwa, je, ili eneo la ndani kuna nini? Na sehemu hii kama tulivyoweza kujionea ndio sehemu ambayo ina demand ya kutosha. Kwa hiyo tutafika kuangalia je, hapa ndani kuna nini? Hapa ndani kuna nini? Tunaweza tukapata hint, na tukiangalia hapa kuna kendo ambayo ilianza na impasse lakini kidogo imekuwa filled. Kwa hiyo tutajaribu kushuka kwenye time frame ya chini maybe dakika 5 kuja kuconfirm vizuri ili tuone je, ni sehemu nzuri ya kuichukulia hii trade yetu. Kwa tukija hapa tunakuja kujionea kwamba tukiangalia hapa tunaona zoni imekaa kama hivi, kwamba break of structure ilitokea hapa, na hapa ndani ukiangalia hapa unaona kendo ambayo ilianzisha hii moves ni hii hapa, kwa sababu ukiangalia kwenye hii tayari imekuwa filled na hii hapa liquidity imeshachukuliwa hapa, hii kendo imesha fill kwenye hii order box hii. Kwa hiyo kuna probability kwamba tukapata entry yetu hii zone, na ukiangalia kuna hizi invalidation point. Kwa hiyo mimi naweza nikasuggest nikasema kwamba entry tutaiweka iwe hapa, kwa sababu kwenye hii zone kuna invalidation point hii hapa, pia kuna week ambayo imeonyesha hii sehemu kunaweza kuwa kuna liquidity ya kutosha. Kwa hiyo tutaweka entry yetu kwenye hii kendo hapo, tutaweka entry yetu kwenye hiyo kendo, na stop loss yetu tutafika tutaifanya itakuwa stop loss yetu itakuwa hii hapa. Stop loss yetu itakuwa hii hapa. Kwa hiyo tukija kuangalia kwenye time frame kubwa sasa, tutaweza kujionea chart yetu imekaa katika mtazamo ambao tumeupredict. Kama unaweza kujionea chart yetu ndio hii hapa. Sasa mstari tutautoa, tutabaki na mstari huu wa entry na huu wa stop loss. Kwa hiyo sasa tumefika kujionea chart yetu ipo kama hivi. Kwa hiyo tunachokisubiri hapa ni kuona kwamba hii market inafika kwenye hii zone, na tuweze kubuy stop loss yetu hapa. Kwa hiyo chart yetu itakuja kuonekana kama hivi. Tukija kuiangalia labda kwa 3 hours, masaa matatu, tunaweza tukapata setup ya kitu kama hiki. Kwamba market yetu ilikuwa kwenye uptrend, ikafanikiwa kubreak hii zone na kufanya move ya kushuka down kuja kuchukua liquidity kwenye first candle ambayo ilisababisha hii move na kuvunja hapa juu, ikarudi
ili test ya kwanza, lakini haikuweza kufill order zote. Kwa hiyo ikarudi kwa mara ya pili ili iweze kuchukua order zote ambazo zipo kwenye hii zone na kuweza kwenda juu. Baadaye kufika hapa imechukua zile order na hapa imeonyesha shift kwamba market imeshachukua uelekeo wa kwenda juu. Kwa hiyo tunasubiri price ishuke kwenye hii zone na tuweze kupata opportunity ya kubuy kuelekea juu kwenye hii zone ya 165.42. Okay, kwa hiyo hii ni mbinu ambayo unaweza ukawa unaitumia kuchambua soko lako in a long term process, na pia inaweza ikakusaidia wewe kuepukana na hasara ambazo utakuwa unajaribu kuchase trend, kujaribu kutafuta moves ndogo ndogo, lakini ukiweza kufocus na kuweza kupata mwongozo kama hivi, unaweza ukajionea matokeo tofauti kwenye trading yako. Asante sana, usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Asante.